Salama. Safi. Msimu wa 2024-2025 unaenda kutamatika. Wewe kama mchezaji wa Azam FC, msimu huu umeonaje? Kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipofika leo hii. Ukizungumzia ligi, tumebakiza mchezo mmoja, kuna timu zingine zimebakiza michezo miwili. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ligi imeshatembea na ligi inaenda ukingoni, inaenda kutamatika kesho kwa baadhi ya vilabu. Kwa hiyo ligi ilikuwa nzuri, vilabu vimejaribu kuweka ushindani uliokuwepo bora. Umeweza kuona timu zinaweza kupoteza nyumbani, zinaweza kushinda ugenini, mtu anapata matokeo sehemu yote. Kwa hiyo jinsi gani ligi yetu imeendelea kukua, na ukiangalia pia kuna baadhi ya viwango tulikopo tunapanda. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunatakiwa tujivunie ligi tuliyokuwa nayo, ligi ilikuwa nzuri. Msimu ulioisha umeishia nafasi ya pili, mategemeo mengi ya washabiki wa Azam FC waliona kwamba huenda mwaka huu mtachukua ubingwa, lakini matokeo yamekuwa ndivyo sivyo. Unahisi ni kitu gani kimefanya Azam FC msimu huu ishuke kutoka nafasi ya pili mpaka ya tatu? Mimi ninaweza kusema ni vitu vingi ambavyo vimetokea ndani ya uwanja, nje ya uwanja, ambavyo vimeweza kuikwamisha Azam FC kulichi baadhi ya goals ambazo zilizokuwa nazo, kwa maana mwaka jana tulimaliza nafasi ya pili mpaka muda huu tunapozungumza hapa ni nafasi ambayo tunaweza kuichukua ni ya tatu kwa msimu huu. Kwa hiyo tumeshuka kutoka pale tulipofika mwaka jana, na ukiangalia goals nyingi sana tumezipoteza katika msimu huu. FA tulifika finali mwaka jana, lakini mwaka huu tumetolewa katika raundi za mwanzoni kabisa. Ukizungumzia klabu bingwa tumetolewa mwanzoni, pia NBC kwa nafasi tuliokuwepo pia hatuwezi kuchukua. Kwa hiyo ni kuangalia sisi kama timu mwakani tunarudi vipi, na vile vilivyojitokeza kipindi hichi ambacho tulichopoteza hizo goals ambazo tulizokuwa nazo zisiweze kupotea tena mwakani. Kwa hiyo ni kuangalia tunarudi vipi mwakani, sisi kama wachezaji na viongozi pia wameshaanza, ninaamini hivyo, kutengeneza kile kilicho bora kwa ajili ya mwakani. Unaona kubadilishwa kwa makocha msimu huu pengine imechangia Azam FC kutofanya vizuri mwaka huu? Mimi si hesabu kwamba ni changamoto kubwa, lakini makocha wanatofautiana, kwa maana kuna makocha ambao wanahitaji mfumo huu labda unakizi wachezaji hao, na kuna makocha pia wanahitaji mfumo huu wachezaji wale hawakizi. Kwa hiyo kubadilishwa kwa kocha kunaweza kukawa na shida kidogo kwa wachezaji, lakini baada ya muda mnaweza mkaadapt. Kwa hiyo siwezi kuiweka ni changamoto kubwa ambayo niliyopelekea sisi tufike hapa tulipo, lakini ninaamini vitu vingi ambavyo vilivyokwamisha timu kureach goals zake, mimi naamini viongozi wetu ni wasikivu sana, watafanyia kazi kwa ajili ya msimu ujao. Unaona una deni kiasi gani kwa mashabiki wao? Kwanza niweze kuwashukuru sana mashabiki wa Azam FC, wamekuwepo mashabiki wa bora sana kwetu, wamekuwa wakitunyanyua katika nyakati ngumu, na wamekuwa wakitushangilia katika mechi ambazo ni ngumu, haiwezekani, lakini ni unaona mtu bado ni anakupa hofu kwamba inawezekana. Kwa hiyo ni mashabiki ambao wanahitaji kupewa zawadi ya kile wanachokihitaji, na mshabiki hahitaji kitu chochote zaidi ya ubingwa katika ligi ambayo anayoshiriki. Katika shindano lolote anaoshiriki, ukimpa shabiki zawadi ya ubingwa, ndio zawadi yake bora ambao ni anayohitaji. Lakini kwa Azam FC imekuwepo ndivyo sivyo, tumekuwa tukiwa disappoint katika nyakati ngumu sana, tumekuwa tukiwavunja mioyo. Mimi ninaamini wasivunjike moyo, kwani hii ni timu yao na sisi ni wachezaji wao, waweze kutupush mwakani, tunaweza tukawapa kilicho bora zaidi. Mechi gani kwako ilikuwa bora zaidi msimu huu? Mechi bora? Mechi bora zinaweza zikaepo nyingi, lakini basi taja 2-3. Hapa leo nimecheza mechi na Kagera, mechi ya Namiliu kule ugenini Kagera. Ugenini Kagera. Kuna mechi pia, mechi na Namungo Luango, tunashinda moja. Ndio mechi ambazo zipo akilini mwangu muda wote zinatembea. Ni mechi gani ambayo ishie kutokea ukapata nafasi ya wazi lakini ukashindwa kufunga mpaka leo unajitia nafasi? Ninahisi ni mechi na Kagera pia, kwa maana kuna mpira fulani niliupata, kuna dakika
tulikopo tunahitaji goli, tulikopo 2-2 muda huo. Kuna pasi nilipewa, nikaona kama labda huku kuna mtu nini kapiga fast, lakini baadaye kuja kuangalia ilibidi nitulize ndio nifunge. Na nilikopo mimi hapa na kitu. Kwa hiyo nilivyoiangalia tu nikaona ili hapa lilikopo goli, sema hapa nilileta papa. Ni kitu gani sasa umejifunza katika mashindano ya kimataifa wewe kama mchezaji? Mashindano ya kimataifa? Yani kujifunza ili mradi mwakani turudi tukiwa bora, kwa maana yale mashindano yamekuwepo ni mashindano makubwa sana na yamekuwepo yakiangaliwa na watu wengi sana. Kwa hiyo leo tumefanya mazoezi baada ya mchezo wetu leo Dar es Salaam. Baada ya hapo kesho alfajiri tutatoka hapa na safari kuelekea Manyara mjini Babati kwa ajili ya kumaliza ligi, na tunataka sana mchezo kumalize vizuri, kwa maana kwamba tushinde hii ligi, japo hatujashinda taji, kumaliza kwa ushindi pia kunapa faraja, kwa sababu kushinda mchezo ni faraja. Hata kama timu haijashinda imeshuka daraja, lakini as long as bado kwenye ligi na ikashinda mchezo jambo ni kwao. Na nakumbuka kwenye ligi ya England msimu huu Southampton walishuka njiani, yani ligi bado haijafika mwisho wa kushuka daraja, lakini wako na mechi na Man City na wakazia kweli kweli baya mno, na baada ya mechi wakasema mtaka wenyewe sisi, kwa nini mtaka sisi tuachie? Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hata sisi tunataka tumalize msimu kwa ushindi ili tufurahi wenyewe, kwa maana kwamba tumeshinda mchezo, lengo limekamilika na mchezo huo, lakini tupate momentum nzuri kwa ajili ya mchezo wa msimu unaokuja. Tukimaliza msimu huu kwa ushindi, maana yake tunataka tuanze msimu ujao kwa ushindi pia, kwamba jamani, kama tulivyomaliza msimu uliopita tupokee msimu huu tuanzie hivyo hivyo kama tulivyomaliza, na kama tutaanza hivyo itakuwa jambo zuri, kwa sababu msimu huu hatukuanza kwa ushindi. Mechi mbili za kwanza zote tulishinda, haikuwa jambo zuri, na hiyo ndio ikatuendelea kutuharibia njiani mpaka hapa tulipo. Kama tungeweza kushinda mechi mbili za kwanza tungepata momentum mapema na labda story ilikuwa tofauti. Sasa babu za mwisho hizi huwa zinakuwa na ugumu wake, lakini pia kwa wengine waga zinakuwa rahisi, kwa namna ambavyo kiwatazama Fountain na wenyewe wanahitaji alama 3 kwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. Mnategemea nini sasa nyinyi ambao nayo unasema kwamba mnazihitaji alama 3 kwa ajili ya kumaliza vizuri msimu huu? Tunatarajia upinzani mgumu sana kutoka kwao, kwa sababu sisi tunataka 2.3 kwa ajili ya kutengeneza furaha zetu. Umeona wenzetu wanapigania maisha. Yaani hizi point 3 wakizipata, nadhani watakuwa wanaepuka playoff. Yaani hii mechi kwetu sisi tunapigania tu raha za kawaida, wenzetu wanaona kupigania maisha. Unafahamu? Kwa hiyo tunatarajia kupata upinzani mkali sana kutoka kwao. Lakini sisi tumeomba kucheza mechi za aina hii. Yaani sisi hapa tulipo na ukubwa huu tulionao ni kwa sababu ya mechi kama hizo. So tutakwenda kuicheza mechi hiyo kama itakavyokuja. Msimu huu Zaka, sasa unauzungumziaje kwa ujumla? Licha ya kwamba nimezungumza na baadhi ya wachezaji wa Msaji wamesema kwamba ni msimu ambao haukuwa mzuri sana kwao, kwa sababu kwenye CRDB hawapo, walitolewa mapema sana, kwenye NBC kama hivyo tena wapo kwenye nafasi ya 3, hawajafanikiwa kile ambacho walikuwa wanakihitaji kwa msimu huu. Na wewe sasa, maoni yako, msimu huu unaweza kuongelea licha kwamba mzuri, na pia kwetu walikuwa mzuri kwa sababu kile ambacho wao wanatupa uwanjani ndio kile ambacho sisi tungezungumza hapo sisi. Lakini ni kama wake up call kwetu kama taasisi kwamba kuna kitu cha kufanya, kwa sababu msimu uliopita hatukushinda kitu, but tulionyesha improvement kubwa sana katika maeneo mengi kwenye timu. Hata kwenye ligi tulipata alama nyingi kuliko tulizonazo sasa.